Yes, mambo vipi mwana michezo mwenzangu, karibu tuzitazame taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia leo siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo inazidi kushika kasi sana na inazidi kutrend katika mitandao ya kijamii kutokea hapo katika wana wa Msimbazi Simba, ambako tayari kuna moja kati ya taarifa ambayo imetufikia hivi punde kuhusiana na mwekezaji na msambazaji wa vifaa vya kimichezo katika klabu hiyo. Tunamzungumzia Joseph Lugasila almaarufu Jairuti, ambaye kuna picha mjongeo na picha zinaendelea kusambaa mtandaoni zikimwonyesha akipandisha basi la wekundu wa Msimbazi Simba, basi aina ya Iriza ambalo aliweza kuliahidi katika ahadi zake ambazo aliweza kuahidi hapo katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini si hivyo tu, kuna picha ambazo zinamuonyesha akiwa na moja kati ya kampuni kubwa ya Kolea ambayo inajihusisha na ujenzi wa viwanja. Ina maana tayari zile michakato za kuhakikisha kwamba uwanja unaanza kujengwa katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba tayari zimeshakwisha kuanza kuchakatwa michakato hiyo, na tayari wameshaelewana na kampuni hiyo, na muda sio mrefu uwanja wa Simba Sports Club utaanza kujengwa hapo Bunju. Bana, itakuwa ni good news kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kwamba ilikuwa ni hamu yao kubwa kuona basi lao ambalo liliahidiwa na mwekezaji huyo, lakini pia kuona klabu kongwe kama Simba Sports Club ikipata uwanja ambao watautumia kama uwanja wao wa nyumbani. Japo kuna kuwepo kwa stori nyingi sana katika mitandao ya kijamii zikionyesha kama ushindani kati ya Jairut pamoja na Mo Dewji kuwa kama wana ushindani, wanavutana nani afanye nani asifanye. Kuna taarifa ambazo zilivuma siku za hivi karibuni kwamba Mo Dewji anahitaji kujenga uwanja wa Simba Sports Club, lakini yeye ataumiliki 80%, la Simba wao watamiliki 80%, kitu ambacho kimewawia ngumu wana Msimbazi. Lakini kwa upande wa Jairut, yeye amesema ataujenga uwanja wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini yeye atawakabidhi Simba Sports Club, watautumia kwa 100%. Kwa hiyo utata bado unaendelea kuwepo hapo, licha ya kwamba kumekwepo kwa sintofahamu hiyo na mashabiki wanachama wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Official GB64 yeye alikuwa na mengi ya kuzungumza na kumvaa moja kwa moja tajiri Mo, kitu ambacho kimeleta minong'ono mingi sana huko katika mitandao ya kijamii. Ikumbuke kwamba si mara ya kwanza Mo Dewji kutangaza kujenga uwanja katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, na takriban mikutano miwili ya Simba ya kikatiba, Mo Dewji amekuwa akiendeleza ahadi zake hizo za kujenga uwanja. Moja kati ya ahadi kubwa ambayo aliweza kuitoa katika moja kati ya kikao ambacho kilikalika, kikao cha kikanuni cha wekundu wa Msimbazi Simba cha mwaka, aliweza kuahidi kwamba atajenga viwanja viwili vikubwa ambavyo kimoja kitatumiwa na senior team, lakini kingine kitatumiwa na timu ya wanawake ya Simba Queens hapo katika klabu hii ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini si hivyo tu, atajenga ofisi kubwa ya Simba Sports Club, lakini pia atajenga gym, atajenga fitness house, yani gym na kila kitu kingine, na swimming pool pia atajenga na vitu vingine vingi ambavyo aliviahidi katika kikao hiko. Lakini mpaka sasa tunaelekea kufunga mwaka kwa kikao kingine tena cha wekundu wa Msimbazi Simba, hakuna kitu kimoja kilichofanyika. Jairut kaamua yeye afanye kwa upande wake, lakini tumemwona tena Mo Dewji naye ametoka alikotoka, naye katangaza kufanya hivyo vitu ambavyo vinahitajika kufanyika na Jairut. Sasa swali la kujiuliza, kati ya Jairut na Mo Dewji, nani ataweza kuhakikisha anazifikisha ndoto za wana Msimbazi? Jairut tayari kwa picha tunazoziona katika mitandao ya kijamii tayari ameshakwisha kulipakiza basi la klabu ya wekundu wa Msimbazi, ambayo ilikuwa ni ndoto yao na moja na ahadi ambayo aliweza kuitoa katika siku alizokuwa akisaini mkataba na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tayari basi tumeshakwisha kuliona na tumeona picha akilegoleti na kampuni ambayo inajihusisha na ujenzi wa kiwanja huko Kolea. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni moja kati ya hatua kubwa ambayo Jairut ameweza kuipiga. Lakini si hivyo tu, kitu cha kushangaza sasa kwamba mkataba
wa Jairut na wekundu wa Msimbazi Simba umetamatika, kwa sababu alisaini mkataba wa mwaka mmoja April mwaka jana, na hii hapa ni April tayari mkataba umetamatika. Je, wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na hizi heka alizozianzisha Jairut watamwamini kumpa mkataba tena wa kumwongeza muda mwingine awe mfadhili na mdhabuni katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba? Hilo ni swali la kujiuliza. Tukutane kwenye komenti hapo, uniandikie kwamba ni nini wewe ambacho unakifikiria kinaweza kikafanyika katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba.